Naam, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV. Cha kwanza nakukaribisha popote pale ulipo, matumaini kwamba wewe ni mzima wa afya kabisa. Na nikukaribisha katika kipindi hiki cha uchambuzi katika mambo ya vita ambayo yanazidi kuchanganya. Na hivyo tu kukaribisha na kukuambia sisi tunapatikana maeneo ya huko mashariki mwake DRC, huku Kivu ya Kusini ndiko ambako kituo hiki cha habari kinapatikana. Na hivyo ujue na kuletea habari za vita katika wakati huu, ikiwa tu leo tariki 26 mwezi wa Novemba mwaka 2025, ya kwamba upate kuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, na hivyo kuweza kufaidia mengi na kuletea habari zilizo tofauti katika ulimwengu mzima, hata kando mwake DRC na hata katika DRC mzima. Ikiwa tu habari zinapoonekana, mimi ni kazi yangu kuja kukupasha na kukaribisha kuwa nami mwanzo hadi mwisho, nikigusia mara moja huko Kilungutwe, maeneo ya huko Luinja, tarafani Mwenga, Kivu ya Kusini, mashariki mwake DRC. Mapambano makubwa yanaendelea kusikika maeneo hayo, na kusema ya kwamba FARDC au jeshi la DRC kuweza kukimbia kuacha maeneo hayo, na kuonekana mara ngapi waasi wa M23 kuweza kushika maeneo hayo, ikiwa kama hivi. Ni sawa, unakaza. Hakuna napata message sasa hivi wana Kilungutu. Nagi Kilungutu tuombe saa. Hiyo message kabisa Sudan iko pale ananiandikia saa ya 12. Hakuna habari baba, hakuna habari. Wasodeni yuko kwanza kimbia. FARDC kwanza pita kasika mbio kabisa. FARDC na foka maike wanakimbia. Maana waje kuvita sasa ni mzalendo nyakili bana na Moron ndio wanawaje kuvita. FARDC nakimbia sana, kimbia kabisa. Kumbi kweli bashaka kula franka ya watu. Ndio kasika nyumba kwa tembea kwa pita hapo pale mbio. Ni kuambia kwamba Kilungutwe sio mbali sana na Kilungutu, ikiwa pembezoni mwa Chowe. Maeneo hayo yalisifika au kusikika wasi wa M23 kuweza kushika, lakini kuna sauti ambazo zinapinga jambo hilo na kulionya vikali, kusema ya kwamba sio kweli Kilungutwe imeweza kushikwa na wasi wa M23. Katika mambo hayo ya mtandao au sauti nyingi zinavyotapakaa kwenye mitandao ya kijamii kuweza kuonyesha mara ngapi Kilungutwe imeweza kushikwa, lakini limekatazwa au kuonekana kabisa kukataa jambo hilo na kuonyesha mara ngapi ni uongo kabisa mtupu. Jambo hilo liliweza kuleta tatanisho kubwa na hao kuchanganyikiwa kutokuelewa cha wapi ambayo iliyo ya kweli au iliyo ya uongo. Lakini kwa sasa tu ni hivyo kuweza kusikika katika maeneo hayo ya kwamba waasi wa M23 hawakuweza kushika maeneo hayo, ikiwa tu kama hivi. Baba acha kusema bongo. Baisha kamata Kilungutwe ya wapi? Mnapenda sema bongo jua nini magrupe nyie? Sipo nasema vile biko wazi, mnasema vya kweli. Kilungutwe ya wapi? Mulanga njo tunasikia kweli biko pale. Msiseme bongo. Kilungutwe ya wapi? Na unapenda upanike watu. Unapenda mapanike hae. Ikiwa tu ni sauti hiyo ambayo iliweza kupinga na zingine ambazo zitakazoweza kuja na kuonyesha mara ngapi zimepinga, lakini ni maeneo ya Mulanga ambako kumesikika waasi wa M23 kuweza kushika, lakini bado Kilungutwe, ikimaanisha Kilungutwe ni wazalendo na kundi la FARDC kuweza kushika maeneo hayo hadi kwa sasa. Habari mnashinda. Mimi ni Songa Kitoga Espoir. Niko kwa kweli kwetu ni Kilungutwe, lakini kwa sasa niko Kamituga. Lakini saa hii uko naongea na maaudio na petit frère yangu mwenye iko pale Kilungutwe, haiko precisement Kilungutwe centre, mais iko pale ule Kilungutwe wanayoa kule, wanayoa fasi kwenye wanaita Nyakalenge. Jona niambia kama ile habari kusema kama wasoda ya M23 washafika Kilungutwe ni habari ya bongo. Yuko maaudio fulani mimi nasoma wanasema no washa kwa Kilungutwe, washa kwa hapana. Hata kukilalo ya Kaduva bayakuwa hako, lakini biko ngambo ya kule Mulanga yuko napiganiana kule na kule ngambo ya Butongo.
lakini kusema Kilungutwe hapana, hakuna basoda yetu ndio biko pale Kilungutwe sai na ngambo ya kule Burinyi, basoda yetu FRDC pamoja na basoda ya bazalendo ndio biko pale sai. Ni juste kale ka precision tu. Okay, nafurahi kusikia. Nadhani ile haitakuwa kamili, ile habari ya message haitakuwa kamili. Nasikia size kama shamketu bangali pale benye kibasha bakiri mukaya batazishaga yabo bandi badibita kuliako kazi kabo kutibita batakirinda tibahezi kwa faranga ngaba banashage bagenda bagazemba bene kibasha bakiri hohe sawa twayuviriza kumukyo na formation ya bunoyo. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji, matumaini ya kwamba wewe umeweza kusikia, na tumaini ya kwamba tena zaidi ya kwamba umesikia kwa kina kabisa na kuweza kuelewa jambo fulani. Hayo ni mambo ambayo tu naweza kuyazungumzia au kuweza kukuletea uchambuzi huu kutokana na mambo ambayo nimekutaarifu. Lakini nyuma ya kukutaarifu kuna huo uchambuzi. Najua kwamba wewe unasikia. Unaweza ukasema nini? Unaweza ukachambua jambo gani? Kwa sababu katika mambo ya mitandao kuna mambo ambayo yanaweza kuzunguka. Huyu anasema kwamba ni kweli na mwingine anasema ni uongo. Lakini kutokana na mambo jinsi yanavyosemwa, kuna kwa vita vya kimtandao kama jinsi wanavyoweza kuzungumza na kuonyesha vita vya kimtandao navyo vilivyo nguvu kiasi kikubwa. Wengine wanasema kwamba huyu amelipwa na waasi wa M23 ili apate kusema hivi. Na mwingine anasema labda huyu amelipwa au amekuwa mshabiki wa wazalendo ndio maana anasema hivyo. Kipi kilicho kweli au cha wapi kilicho cha uongo? Ni kwako sasa wewe kuchambua, lakini nikuja tu kukutaarifu na kukupa habari hiyo. Na tumaini ya kwamba ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki cha uchambuzi. Lakini ni kwako kuweza kutosha maoni na kuweza kusema labda wewe una kingine kikubwa cha kuweza kuongeza kilicho zaidi ya hicho, ya kwamba upate wewe kabisa kuongezea katika comment ya kwamba unayo jibu iliyo kweli. Labda unakaa Kilungutu kwa sasa, labda unakaa maeneo ya huko Mulanga, labda uko maeneo ya Chowe, unaweza ukajua mengi. Labda uko maeneo mengine nje ya nchi hii, lakini wewe una habari zilizo nyeti. Ni kwa comment ili upate kuleta habari au kupate kuleta comment iliyo kweli na kuleta mwangaza. Basi ninakualika upate kucomment. Ikiwa wewe ungaliwa mpya kwenye channel hii, ninakuomba upate kujiunga ili ya kwamba unapata habari zetu mapema. Na hiyo ninakukaribisha tena katika kipindi kingine. Ukilike hata kushare, wengine wapate habari zetu mapema. Na hivyo tu ninakuomba ukae chonjo hata katika vipindi vingine vijavyo.